Mtu ana akili, mtu mkubwa lakini hana akili. Nasikia anaongea mambo ya sijui nani, ati huyu Kindiki sijui anaongea sijui kama nani. Acha kwanza nisaidie rais, ndio mkubwa yangu. Ni bure si bure? Na nyinyi nawauliza, mumejipanga mambo ya mwaka ujao? Mumejipanga vizuri? Pigeni kelele kwa wale ambao watakuja, lakini mimi munipigie makofi kwa yale nimefanya. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Kindiki asema atazima kabisa nyota ya Gachagua mlimani. Naibu Rais Kithure Kindiki asema yuko tayari kumkabili mtangulizi wake Rigathi Gachagua katika vita vinavyozidi kupamba moto vya kudhibiti siasa za Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu. Profesa Kithure Kindiki na Bwana Gachagua wanadai kuwa wana ushawishi mkubwa katika eneo hilo lenye wapiga kura wengi, huku kila mmoja akijigamba kuwa na uwezo wa kumbwaga mwenzake katika uchaguzi ujao. Bwana Gachagua ameapa kumzuia Rais William Ruto kupata uungwaji mkono Mlima Kenya, huku Profesa Kithure Kindiki akijenga mtandao wa kisiasa wa kuzuia upinzani kutoa eneo hilo. Jambo moja linalounganisha wapinzani hao ni juhudi za kuunganisha Mlima Kenya, lakini kila mmoja akitaka umoja huo mfaidi kisiasa. Jumamosi, Profesa Kithure Kindiki aliendeleza kampeni zake za kuimarisha ushawishi wake Mlima Kenya Mashariki alipokutana na zaidi ya viongozi 20,000 wa mashinani kutoka Meru, Tharaka Nithi, Embu na Isiolo katika uwanja wa Kinoru. Mkutano huo uliwahusisha magavana, maseneta, wabunge, wazee wa vijiji, wahamasishaji wa afya ya jamii, madiwani wa sasa na wa zamani. Ulijiri siku moja baada ya naibu rais kukutana na maafisa 15,000 wa UDA wanaosimamia vituo vya kupigia kura ambao waliwataka kuwa mabalozi wa chama hicho tawala. Profesa Kithure Kindiki alisema atafuta ushawishi wa upinzani katika kipindi cha mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027, akidai ana uzoefu mkubwa wa kampeni kuliko Bwana Gachagua. Upinzani usidhubutu kunichokoza. Gachagua amekuwa akiona mambo ni rahisi Mlima Kenya kwa sababu sisi tulikuwa tumejishughulisha na kazi huku wao wakifanya kampeni, alisema Profesa Kithure Kindiki. Alisema amewahi kuendesha kampeni za urais katika Mlima Kenya na akashinda. Wakati kampeni zitaanza, kura zitamiminika kwenye kapu la rais, bila kujali yaliyotokea Olkalau. Tutashinda upinzani mwaka 2027, alisema Profesa Kithure Kindiki. Profesa Kithure Kindiki pia alimkejeli kiongozi wa DCP akimtaja kama simba wa karatasi na kumtaka akabiliane naye moja kwa moja. Tuonane ana kwa ana na tushindane kama wanaume ili tutofautishe kiongozi wa kweli na bandia. Wale wanaojigamba ni simba wa karatasi, alisema Profesa Kithure Kindiki. Naibu Rais alisema mikutano yake na viongozi wa mashinani inalenga kuunda mtandao wa wafuasi ambao wataweza kueleza mafanikio ya serikali ya Rais William Ruto. Alisema viongozi hao watakuwa mabalozi wa serikali katika maeneo yao na kuwafahamisha wananchi kuhusu utekelezaji wa ajenda ya mabadiliko kutoka chini kwenda juu. Profesa Kithure Kindiki aliorodhesha mafanikio ambayo serikali inadai imepata katika miaka 4, yakiwemo ruzuku za kilimo, kuajiriwa kwa zaidi ya walimu 100,000 na utulivu wa thamani ya shilingi dhidi ya dola. Pia alitaja kupungua kwa bei ya unga na mabadiliko katika huduma za afya kupitia mamlaka ya afya ya jamii. Katika michezo, alisema serikali inajenga uwanja wa Talanta na viwanja vingine 33 katika maeneo mbalimbali nchini. Profesa Kithure Kindiki pia aliwataka wakaazi kuunga mkono msimamo wa mabaraza ya wazee wa Mlima Kenya Mashariki wa kutaka eneo hilo liwe na msimamo mmoja wa kisiasa kuunga mkono serikali. Mlima Kenya ni mmoja kisiasa, kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Ni watu wachache wanaotaka tugawanyike, alisema Profesa Kithure Kindiki. Magavana Cecily Mbarire wa Embu, Mdhomi Njuki wa Tharaka Nithi na Isaac Mutuma wa Meru waliahidi kushirikiana na Profesa Kithure Kindiki kuunganisha eneo hilo kumuunga mkono Rais William Ruto. Gavana Mbarire alisema wakati umefika kwa wakaazi wa Mlima Kenya Magharibi kuonyesha ikiwa wanaweza kuthamini uhusiano uliopo kati ya maeneo hayo. Gavana Njuki alisema watasaidia kuimarisha uungwaji mkono wa naibu rais na Rais William Ruto.
Ni msimamo wetu kwamba Kindiki abaki kuwa naibu rais hata baada ya mwaka 2027, alisema gavana huyo. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu. Naam, Rais Ruto adai kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekataa handshake licha ya juhudi zake za kutaka wapatanishwe. Hakuna siri kuwa uhusiano kati ya Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta umeharibika. Lakini kiwango cha uhasama kati ya viongozi hao wawili ambao wakati mmoja walionekana kuwa washirika wasioweza kutenganishwa, unaonekana katika juhudi za Rais William Ruto za miaka minne zilizolenga kurejesha uhusiano huo. Katika mahojiano ya kipekee na Taifa Jumapili katika ikulu ya Nairobi Ijumaa Agosti tarehe 21, Rais Ruto alifichua kwa mara ya kwanza kwa undani jinsi alivyoshindwa kumshawishi Bwana Kenyatta kujitenga na siasa za vyama na kuchukua nafasi ya kiongozi mstaafu anayewaunganisha Wakenya. Rais alisema aliwahi kumtembelea Bwana Kenyatta nyumbani kwake Ichaweri, Gatundu, Kiambu, na pia ofisini kwake karibu na ikulu, akimshawishi kusaidia kujenga maono mapya ya kitaifa. Nilienda kumuona Ichaweri na pia katika ofisi yake hapa jirani na kumuomba kwamba kama kiongozi wa zamani wa nchi na wa pekee aliye hai sasa, tafadhali tusaidie kujenga maono mapya ya nchi, alisema Rais William Ruto. Kwa mujibu wa rais, Bwana Kenyatta alichagua kuendelea kushiriki siasa za upinzani. Mtangulizi wangu alikuwa na nafasi kuwa kiongozi wa kitaifa na kuwa mtu wa kuunganisha nchi yetu, lakini alichagua kushuka na kuwa kiongozi wa upinzani, alisema Rais William Ruto. Uhusiano wa Ruto na Kenyatta uliwahi kuwa miongoni mwa ushirikiano wenye nguvu zaidi katika siasa za Kenya. Wawili hao waligombea urais pamoja mwaka 2013 na mwaka 2017 chini ya chama cha Jubilee. Ushirikiano huo ulijengwa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na mwaka 2008 na mashtaka katika mahakama ya kitaifa kuhusu uhalifu ICC yaliyowakabili viongozi kadhaa wa Kenya. Lakini mambo yalibadilika katika muhula wa pili wa Bwana Kenyatta. Handshake ya Machi mwaka 2018 kati ya Bwana Kenyatta na aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga yalimwacha Rais William Ruto ametengwa kisiasa. Mvutano huo ulifikia kilele katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo Bwana Kenyatta alikataa kumuunga mkono aliyekuwa naibu wake na badala yake akamuunga mkono Bwana Odinga. Rais William Ruto alishinda uchaguzi huo. Sasa miaka minne baada ya kuingia ikulu, majeraha ya zamani bado yanaonekana. Bwana Kenyatta ni mwenyekiti wa Baraza la Azimio, chombo kikuu cha kufanya uamuzi katika muungano huo, na pia anaongoza chama cha Jubilee. Baada ya kifo cha Bwana Odinga, amempa kiongozi wa Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka jukumu la kuongoza Azimio na kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i katika juhudi za kumuondoa Rais William Ruto madarakani mwaka ujao. Lakini Rais William Ruto alisema alijaribu kuzuia mgawanyiko huo. Alifichua kuwa wakati mmoja alizungumza na Bwana Odinga kuhusu haja ya viongozi wakuu wa kisiasa kufanya kazi pamoja kujenga maono ya muda mrefu ya Kenya. Sasa sisi ni wazee, sisi ni viongozi wa nchi hii. Kwa nini tusifanye kazi pamoja? Tujenge maono makubwa ambayo tunaweza kuyakabidhi kwa kizazi kijacho cha viongozi, Rais alikumbuka akimwambia Bwana Odinga. Kwa mujibu wake, Bwana Odinga alikubaliana naye na wakapendekeza kumtafuta Bwana Kenyatta. Mnamo Disemba tarehe 9 mwaka 2024, Rais William Ruto alisafiri hadi nyumbani kwa Bwana Kenyatta Ichaweri kwa mkutano wa ana kwa ana uliolenga kufungua ukurasa mpya kati ya viongozi hao wawili. Miezi kadhaa baadaye, Bwana Kenyatta alirejea ikulu mnamo Agosti mwaka 2025 na kufanya mazungumzo ya faragha na rais, yakiwemo masuala ya amani nchini DRC. Lakini juhudi hizo hazikubadilisha uhusiano wao kisiasa. Rais William Ruto sasa anamlaumu mtangulizi wake kwa kuchagua kuunga mkono upinzani badala ya kusaidia kujenga mwafaka wa kitaifa. Uhasama huo umeenea pia katika mjadala wa uchumi. Rais alidai kuwa Bwana Kenyatta alitabiri kuwa serikali yake ingeanguka ndani ya miezi mitatu kutokana na hali mbaya ya uchumi aliyokuwa ameacha. Kenya ilikuwa inakabiliwa na uhaba wa fedha za kigeni, mfumuko mkubwa wa bei, mikopo ghali na hofu kuhusu uwezo wake wa kutimiza majukumu ya nje, alisema Rais William Ruto. Kwa mujibu wa rais, Bwana Kenyatta aliwaambia washirika wake wa Azimio kuwa serikali mpya haingeweza kudumu. Alijua kuhusu uwezekano wa kushindwa kulipa deni, alijua hali ya uchumi. Alisema, nina hakika ana tatizo kwamba niliweza kuongoza nchi na hatukushindwa kulipa madeni.
Rais William Ruto pia alilinganisha deni la umma lililoachwa na tawala zilizotangulia. Alisema utawala wa Daniel Arap Moi uliacha deni la takriban shilingi bilioni 630 mwaka 2002. Mwai Kibaki shilingi trilioni 1.8, huku Bwana Kenyatta akiacha deni la takriban shilingi trilioni 10.3. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu.